Siager kororinda Jehova agabwati en galunyi. Kale jango miten tienwogik Kolosine 27:4. Neno moja nimelitaka kutoka Bwana, nalo ndilo nitakalotafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Tuombe. Baba, kwa unyenyekevu naja mbele zako kuomba upako wako kwa ajili ya neno hili, ili nikienda kueleza Mungu liwe baraka kwa kanisa. Ni asante kwa neno hili, naomba usaidizi wako ili neno hili Mungu liweze kutushauri kama kanisa. Katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amina. Many Christians today have lost the awe and wonder of knowing God. Church has become an ordinary business for many. The glory that once animated Christianity is lost for many. There is so much worldliness even in the church. But as I read this text of the only one and only petition, what I have called the greatest petition and the greatest desire of David, when he says one thing, one only, do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Kwamba kuna jambo moja tu naomba kwa Mungu, ili nikae ndani ya nyumba ya Mungu maishani mwangu. I read a book by this lady Lisa Chan, and she made a very strong case for desiring God. And that she said, just imagine that God invited you to a great banquet. You see a magnificent table overflowing with spiritual food. Everything you ever needed in life is on that table. Comfort, wisdom, peace, love, worth, joy, victory, forgiveness, truth, patience, and the list goes on. And God's desire for you and I, as Lisa Chan said, is for you to sit down at the table with him and eat as much as you need to walk away deeply satisfied. But you say the sad thing is this, that for so many of us, we dash in for a quick bite, kwamba wengi wetu tuwakimbia mbele za Mungu, tunakula tu kadogo, and then we run away, tunakimbia. But she said then the little burst of energy fizzles out pretty quickly. And then akasema kuna wala ambao wanakaa nje. Yani kuna wala wanakimbia ndani ya kanisa, wanakula kidogo na kukimbia. Alafu kuna wala ambao wanakaa nje na kuongojea wale wameenda kanisa ili wawaletee. Ni Kristo wengi ambao wanasema mkienda kanisa mtuombee, au saa yeje wate jesa ae tamabuone kanisa. Kuna wengi wanamna hiyo. Then she also talked about those who sadly, and she said, sadly I picture many of us crawling under the table, picking crumbs, wondering why we feel so spiritually empty. I don't know what these ones are, because it's a third group. Kuna ile group wanakucha nakula kidogo na kimbia nje. Alafu kuna ile group wanangojea nje, wanasema tu mtuombee, mtuambie scripture gani leo ilisomwa na pastor. Lakini kuna group wako ndani ya kanisa, lakini hawajakaa kistarehe meza ya Bwana na kusikiza Mungu wetu. Ni hao wana wanakula grams. Ndio Biblia, ndio huyu Lisa Chan anasema hawa
I am actually imagining even myself, who are these? Wale ambao wanakuja kanisa, wako kwa simu, wanafikiria mashamba, wanafikiria nini, watoto, wanafikiria mambo mengi. I think that's the group that is eating the grams. So she wrote that amazing book, and I am reflecting that in the light of this one desire, the desire for God. And I want to leave for us three things. Nataka tuajie maneno matatu kutoka somo hilo la leo. Kwanza ni ombi moja. One thing I ask from the Lord. Kit agenge. Chambo moja. Ukipata nafasi kwenda mbele ya Mungu, ni kitu gani moja ungeuliza Mungu? There is perhaps no one admirable in the Bible like David. In his love for the house of God and his search and desire for God himself. He was not always perfect. But when God chose him to be the king of Israel, the Bible reminds us that the Lord sought for himself a man after his own heart. Kago chengige Jehovah jita neighbor boy mugulel danyi. Chita nebogi tagenge. So if you are given an opportunity, I was told actually, Your Excellency, I don't know how true this is. I know former President Moi, we worshiped with him here many years back. He used to like carrying some candies. That siku moja kijana alisimamisha motorcade ya rais yote barabarani. Na rais aliposimama akauliza kijana, unataka nini? Akasema nataka candy, tamu tamu. If you had an opportunity to stop a whole motorcade, and you know those days the motorcade was a motorcade. No, Rais, I'm not saying yours is not a motorcade. It is a motorcade. But unasimamisha rais yote barabarani unauliza candy peke yake. I love the prayer of Esther. You read the book of Esther, and she had one opportunity to enter the presence of the king. And she remembered to pray for two things that we Christians should always do. She said, King, give me my life and give me the life of my people. If you have an opportunity that is rare, kama Mungu angetembea na miguu dunia hii leo, ungeulizia nini? Unauliza shamba? Unauliza kasi? Ama ungeuliza nini? This man of God, David, had only one thing to ask of God. And that is that he would stay and live in the house of the Lord for the rest of his life. Alikuwa na nafasi moja tu, kuomba mbele za Mungu, sema kitu moja. Daudi, kama tunakumbuka, alikuwa ni mfalme. Kwanza hata hakuuliza ufalme. Hakuulizia maadui yake waweze kuangamizwa. Hakuulizia utajiri. Aliuliza one thing. Na alisema hapo kitu kimoja nitaishia. Kuulizia kwamba nikae ndani ya nyumba ya Mungu maishani mwangu. One thing. But only one thing is necessary. Mary has chosen the good portion, and it will not be taken away from her. Those are the words of Jesus to this frenetic Martha, who was always busy in the house. Not bad to be very busy in the house, but Yesu alimwambia, huyu Maria dada yako amekuja akakaa miguuni mwa Yesu, akiasikiza mafundisho ya Yesu. And she was told, Martha was told, one thing is necessary. And that is a desire, and that is a desire from the word of God for me and for you, that kitu kimoja tu latakikana. In a world that is so frenetic, with all kinds of madness that goes on in the world, one thing is necessary. And that is that we would sit under the feet of Christ, and that we would dwell in the house of the Lord forever.
As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? Kuye isenyi teweretiot agoba gererusheka abik ko senyi ko unoton sabonda nyu agoba inye kamuktaindet. Ame sabonda nyu melelda agoba kamuktaindet ne sabe. Auye anyone tai nyin siager tagetab kamuktaindet. Daudi ndio huyo katika Saburi ama Saburi 42 mstari wa kwanza na wa pili. Akiomba kwamba Mungu, yani kama huyu mnyama, you know, teweretio sijui kwa Kiswahili naitwa nini? Ni huyo mnyama. I am picturing that animal with the greatest of desires. And here, you know, hunger can be delayed. Thirst cannot. A picture of a desperate deer in the dry land is meant to tell us we need God more than anything. David did not ask for wealth, honor, or power. He asked for an opportunity to stand before the King of Kings, the living God. He was living at a time of many idols, a lot of idolatry in the land, but he said, I want the living God. Sijui kama imefika wakati wewe Mkristo, wewe mimi dada na ndugu, imefika wakati unafikiria Mungu ninakuhitaji tu na ni wewe peke yako. I love when Paul said, for I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and him crucified. Amun kiabegecho ale mama cha na kiage tukul engwe nungwang kobate Jesu Kristo inende nagigarta. That is a man of one purpose and one great desire. Na kanisa ombi langu tukiwa tumefungua kanisa la Jebango leo ni kwamba kila mmoja wetu